Hivi mtu kila siku nakwambia, kwani unataka kunielewa Juma? Mke wangu naenda kazini. Kwani kila siku unaenda kazini unashindwa kuninunulia mimi hata simu? Simu ya 130,000 tu. Hivi nikwambieje unielewe? Mimi nachotaka ni simu Juma. Usiniongelee mimi kwa ukali, usinigombeze hivyo. Kwa hiyo hapa mimi naimba taarabu, si ndio? Nimeshakwambia hivi, mimi hela sina. Na ukija tena kuniambia mimi habari za simu, hasira zote za umaskini zitakuishia wewe. Pumbavu wewe. Mimi nachotaka uninunulie simu Juma. Sina hela. Toka kuanzia hapa hivi asubuhi, ukirudi uje na simu. Na nimekuambia ole hata hela. Mimi naenda kwa mama. Na ole wako utoe mguu hapa nyumbani. Pumbavu wewe. Mungu bwana anaongea sana. Wadudu bwana wanakula sana mahindi mwaka huu. Kwa mume wangu umekazana huko unaongea. Kabisa wadudu wanakula mahindi. Tatizo wadudu wanakula sana mahindi mwaka huu. Cheki kama. Hii kabisa ni dalili ya umaskini mzee. Kama mahindi yaliiva vizuri lakini mwaka huu. Usena hayo maana bwana mume wangu. Cheki hili linaiva kama hivi ndugu yangu. Kweli hapa tunakula mzee wangu. Hapa kweli kwa usahau tunakula. Tutakula mume wangu. Wewe hata usijali. Kikubwa ni kuomba tu Mungu basi. Cheki watu wanatupa hadi chupa za konyagi huku. Bani watu wengine bwana. Kadi chupa za konyagi zinakukera. Sipendi. Yaani kwenye shamba tena mnaleta hapa sijakuka mzee. Odi. Nenda hapo karibu. Karibu shemu. Naam, za asubuhi. Salama karibu. Bwana Loki. Naam. Inakuaje ndugu yangu? Shwari, naona kumekucha. Mwanangu. Tuko hapa tunakukagua tushamba letu mwanangu. Unaona mahindi hivi? Bado mwanangu ndio tunaangalia. Unaona wadudu wanaposumbua ndugu yangu. Sasa ndugu yangu. Mbona upatikane? Mwanangu simu imezima ndugu yangu. Na 200 chenyewe cha kuchaji simu mwanangu sina. Nimeipaki ndani. Yaani nimekupigia sana asubuhi, nimekupigia. Nikasema jamaa shida gani, anaumwa au? Mwanangu simu imezima ndugu yangu. Si unajua maisha yangu magumu. Hata 200 tu ndugu yangu ya kuchaji simu nimekosa. Ndio maana nimeweka tu ndani mwanangu. Hamna simu ndugu yangu, ila tu kusema tu hali ngumu mwanangu. Ndio hivyo, ila sasa nimekuja hapa ndugu yangu tukatafute kazi kwa sababu tukiendelea kukaa hivi ndugu yangu njaa itatuua. Basi hamna shida mwanangu. Michongo tena lazima mwanangu. Asubuhi tukiamka tunaenda kutafuta michongo, tukipata je Mungu kajalia tunaishi. Au sio? Sasa kiwango hata mchongo wenyewe sina uhakika bado ukipata. Mjomba. Shikamoo mjomba. Safi kwema. Hamna, tumejipumzisha tu hapa, tuko hapa bwana kwetu hapa. Huku si unajua msimu wa mvua au tunapambana hivyo samaki sasa hivi si unajua wanakubali wengi sana. Huku sasa hivi huku sisi tunapambana na uvuvi tu. Ndio. Ni wewe kama una muda, ni wewe tu unaweza ukapata muda nini, unaweza ukaje mbona huku mbona wengi sasa hivi vijana tunapambana sana kwenye masuala ya uvuvi hapa. Yaani samaki ndio usijali mjomba, mimi nakwambia. Yaani hapa kwenye niko nimelala hapa. Nimetega tayari nyavu zangu hapa nasubiria sasa hivi ndio muda huwa wa kuingia. Kama umejua vile umenishtua na mimi inabidi niingie kwenye maji sasa. Ni wewe? Ndio. Jumapili. Leo najua Alhamisi leo. Kwa Jumapili. Basi mimi Jumapili mimi nikutegemee sasa. Jioni. Basi hamna shaka. Sasa sema mjomba nini? Maana mimi hapa hii sehemu yangu ambayo nafanya uvuvi huu. Kama itapendeza wewe njoo hata na watu 4, 5 wewe njoo nao. Sababu pa kufikia kupo, pa kulala kupo. Hapa sisi tukija tunapambana tu.
Basi hamna shaka. Jumapili. Sawa. Basi hamna shaka. Umefanya heli kama kunikumbusha na mimi ili niamke kwa sababu huu ndo muda wa kutoa nyavu sasa. Sawa. Basi sawa, mimi nikutakie jioni njema mjomba wangu. Mimi Jumapili nakutegemea. Sawa, hamna shida. Vipi sasa? Bwana, mbona unashtuka hivyo? Na umeshtuka nini wewe? Wewe ushaanza kuingia kwenye maji? Wewe mwenyewe unajua bwawa letu hili limeandamwa na maviboko. Sasa kama kuna viboko mbona umelala? Wewe unajua tuko nchi kavu. Kwema lakini. Sema baby mambo. Fresh tu. Sema umelala. Ndio umekuja mikono mitupu tena? Nikategemea tutaniletea machapati, masupu, wewe mwanamke, ni mbona roho mbaya hivyo? Unajua nini? Nimetoka kwa mama mdogo. Niliagizwa mara moja nikasema hawezi kupita muda sija kuona, lazima nije nilikumisi. Ndio mimi nakubaliki wewe mwanamke, Niambie lakini. Fresh. Kwema. Si tupo tunamalizia jua letu, si unajua tena. Lakini baby. Vipi basi kuhusu ile swala nilokuambia? Kuhusu ile nilokuomba. Basi mimi nikuondoa shaka. Si unajua leo tarehe 2. Kwa hiyo nimetoka kulipa makodi pale kwako pale. Kwa hiyo mimi nahakisha haya maeneo nilipotegetega manyavu hapa. Mimi nitahakisha hela nitakopata leo hapa. Nitakuja mtaani kwako. Kweli? Mimi ni sure. Jamani wewe mwanamke. Sema basi. Ndio mimi nakubaliki. Sema wewe mwenyewe ujuaje tu. Si unajua tena. Mimi nakukubali bwana. Eti Sasa nikwambie kitu. Nilikotoka niliagizwa na mama kwa mama mdogo. Kwa inabidi nipeleke ripoti nyumbani. Sasa usingekaa kidogo mimi hata niingie kwenye maji kidogo, mbona wapi wapi? Hapana baby. Sasa kwani wewe mtoto mdogo mpaka wewe umetoka kwa mama mdogo kwani mpaka urudi nyumbani wewe mtoto wa nyumbani? Sasa sikiliza. Inabidi tu nirudishe ripoti. Sasa nipigie. Wewe mwenyewe unajua usimuona hata mtandao hapa hapatikani hapo. Sema nikute wapi? Banda la video. Na leo tunaangalia video mpaka asubuhi leo. Kwa hiyo aga kabisa. Bwana Loki. Naam. Vipi ndugu yangu? Karibu. Si asante kama kawaida. Salama. Hali vipi ndugu yangu? Tupo hapa ndugu yangu. Nimeenda kazi. Marhaba. Vipi lakini maendeleo? Maendeleo ndio hivyo mdogo ndugu yangu. Sio mbaya usiku. Naendelea vizuri kidogo. Karibu ndugu yangu tukae. Si asante bwana. Bwana Loki. Naam. Yaani nimekuja hapa ndugu yangu na furaha, lakini baada ya kufika hapa furaha imepotea ghafla tu ndugu yangu. Ndugu wako anaumwa ndugu yangu. Japo mimi na matatizo kidogo, lakini mdogo wako naonea huruma ndugu yangu. Sema tu kwa vile tu watu wengi. Yaani hapa ndugu yangu mimi wewe acha. Usione kama natembea lakini akili yangu mimi haiko sawa kabisa. Lakini pamoja na hayo Bwana Loki. Mimi na matatizo ndugu yangu. Sioni na furaha ndugu yangu, nakuja huko nacheka njia nzima. Kumbe wanangu na nani? Nafanya tu na upotezea moyo wangu sawa. Kwa nini tena? Mke amekuwa changamoto ndugu yangu. Mke wangu ni amekuwa changamoto ndugu yangu. Yaani kila kukicha ndugu yangu anandai simu kubwa ndugu yangu. Simu ya 300,000 ndugu yangu. Nanunua na nini ndugu yangu? Na unajua kabisa sina kazi. Maisha yangu nayo kaa sasa hivi mtaani. Nguo zangu nikauka nikuvae ndugu yangu. Mnafanyaje? Sawa, unajua nikwambia kitu ndugu yangu. Unajua kwanza mwanamke wakati mwingine yeye tu anaangalia anaona tu kabisa kwamba haya maisha ni magumu, lakini na yeye pia anakuwa ni changamoto, anajaribu kuongeza vitu fulani kwenye maisha yazidi kuwa magumu zaidi. Ndugu yangu, hata kama nikupendana katika shida na raha, sasa hizi shida zimezidi ndugu yangu. Sikiliza nikwambie kitu.
Yule ni mkeo. Sawa. Kaa naye chini mweleze. Mwambie bwana hali yenyewe si unaona jinsi ilivyo mkeo. Nivumilie kidogo. Nimeshaongea sana ndugu yangu. Januari mpaka Disemba naongea mada hiyo hiyo. Habadiliki. Nimechoka ndugu yangu, ikabidi tu mimi nitulie. Sawa, tuachane na hiyo. Bwana mimi nilipopigia simu bwana. Twende kwa yule bwana John. Tukachukua ile hela yetu. Ile tunakuwa tunamdai. Kwa sababu mimi hapa nilipo sina hata 100 kununua hata kidonge cha mdogo wangu. Yaani sielewi. Bora hata hivyo ndugu yangu. Yaani ndio na wazo nzuri. Hem, twende tukamfuate. Maana mimi nyumbani sijaacha hata 100 ndugu yangu. Tuenzetu. Haina nini kabisa. Odi. Karibu. Toka. Karibuni jamani. Hamna cha karibuni, tupe hela yetu bana. Jamaa anaonekana una hela mwanangu wewe. Na saa hizi mchana kweli. Choka. Twende. Ongea basi kidogo. Bwana John. Bwana. Sisi bana hatuna haja na salamu. Sisi tumekuvumilia mno. Najua. Tumekuvumilia vya kutosha. Baba, sisi leo hatutoi miguu yetu hapa bila kupata sisi hela yetu. Kwa cha kufanya hapo, wewe tupe hela yetu tumalizane kwa amani kabisa. Mimi sitaki ugomvi na mtu. Wala sisi hatutaki ugomvi na mtu mzee. Tupe tumalizane kwa amani. Mimi mwenyewe nishakuwa tu nikapata kaela kidogo, nikaona nikaweke tu, nijua mtakuja kwa sababu sijua mtamdai. Kwa hiyo mimi mwenyewe sipendi matatizo na watu bwana. Siku ile tu bosi mwenyewe ndo alinifelisha. Unaona bwana. Siku ile tu bosi mwenyewe ndo alinifelisha. Kwa hiyo jamani, hii hapa hiyo iliyobakia nyingine kidogo nitawamalizia. Unataka kutupanga tena, si ndio? Siwapangi. Au sasa unajua nini? Je, tayari tushakuwa ndugu jamani, tumejuana ni kuwa ndugu. Alafu nilikuwa na dili moja nzuri tu ambao yani kama mtanielewa tutapata hela. Dili tena? Tena uanze kutoa. Hili sasa hivi uhakika, hili sio la kuangushana sasa hivi. Sasa hivi uhakika ni. Unajua wewe bro bwana, sisi tumejuana na wewe tu muda mfupi. Lakini sasa tumejuana kwenye majanga. Unajua baza mjini hapa sisi tunatafuta maisha na wao wanatafuta maisha. Kama unatupa dili, tupe dili ambayo tukienda tunafanya kazi tunalipana fresh. Sio tena tunaanza. Yaani mimi nawahakikishia kule kuna dili ya ushindi kabisa. Yani mimi na mjomba wangu yuko kule bwawa la Mtela kule ni mvuvi. Anavua na akaniambia kwamba sasa hivi ndio msimu wa samaki zinapatikana kwa wingi. Wewe yani kama vipi mzee? Kama mtakuwa mko tayari kwa kazi, mimi nawaambia tunaenda kutoboa chapu kule. Kesho tuondoke zetu twende kule tukapige kazi. Maana kwetu tukiingia mzee, tukitoka samaki zetu pale za kutosha tunapiga hela. Yaani mjomba wangu kanihakikishia kabisa ni kule. Baada kaa huku tunaunga kwenye masaiti. Wewe mjanja, si ndio? Hemu tuweke wazi. Hatutaki dili la mieyusho mzee. Sisi tunataka dili la uhakika. Sisi kama tunatafuta pesa mzee. Kwa hiyo John, una uhakika kabisa hizo vitu ambacho yaani mimi nawahakikishia, yaani mjomba wangu yaani mimi hajawahi kunidanganya wala kunipa dili za kubabaisha. Yaani dili ni uhakika. Najua sisi tunatafuta maisha, sawa? Sisi ni kama wafungwa, hatuchagui gereza, popote kikubwa tu hela ipatikane. Au si? Kama ni issue bwana ya uhakika, sisi hapa tunaondoka zetu tunaenda kuaga familia zetu. Kama vipi sisi kesho hapa tunakutimbia, tunaamsha. Ngoja kwanza, hilo limeisha. Hilo limeisha. Sasa kinachofuata mzee, hii hela yetu iliyobaki. Hii tutamalizana huko. Mimi najua tukienda kule tutapiga tu kazi mimi. Tutamalizana. Usije ukajisaulisha, lakini maana sisi hata kama tukipata hela sisi tutakudai kwa sababu ile ni jasho letu mzee. Ni kweli, mimi najua. Tutaiba huko. Wewe bro, asubuhi sisi uhakika sio tukija hapa tena waanze kusema sijui nini. Hamna, yani mkija hamna mbambamba, ni kwenda tu kupiga kazi. Tunaweka mambo sawa, maisha yanakaa. Haina noma mzee. Haina noma baba. Karibu bwana. Asante. Haya poa. Mimi nimekuelewa kila kitu ambacho umeongea. Nitazingatia yote.
Basi ana shida mke wangu, lakini kutokana na kwamba muda unaenda sana, naomba tu niweke nguo zangu kwenye begi. Nitakumisi. Asante mke wangu, hata mimi nitakumisi. Vaya. Mwangu shuka ile. Singine ile nyeusi ile hata ikiwa inachafuka mke wangu nisiwe nafua. Usijali. Ila kwa vile tunaenda Mtera na kule maji ni mengi nitakuwa nafua kila siku. Na kujua ulivyo mvivu wa kufua. Kwa usijali, hata ukija nazo zote chafu nitafua. Salma, hujambo? Baba, unaona kumekucha. Kumekucha na mkazi wangu piga mswaki. Maendeleo vipi? Namshukuru Mungu ananisaidia sasa hivi. Mama tena ananyanyuka na kutembea. Zile dawa ulikunywa lakini naona kidogo ndio zinaleta mabadiliko. Naona zimenisaidia. Sasa kama tulivyoongea jana, nikana nimekwambia tu bwana, nipata kazi huko Mtera. Sawa. Ndugu wangu sana. Mimi acha niende Mtera nikahangaike. Nipate fedha ambayo kidogo nikirudi hapo. Kidogo unaweza kaenda hospitali kufanyia operation. Ukapona na ukakaa sawa. Ni kweli kakaangu. Yaani niseme umekuwa ni mtu wa pekee sana kwenye maisha yangu. Isitoshe umekuwa msaada mkubwa sana. Yaani usingekuwa wewe, sidhani hata ningekuwa wapi. Kikubwa tunaomba Mungu akusaidie huko uendapo, akubariki, akusimamie kwenye majukumu yako. Amina Mungu. Maombi yako Mwenyezi Mungu atakuwa mnasikia kabisa. Nadhani nikienda huko, mambo yatakuwa yako vizuri. Na nikirudi hapa, naenda kutibiwa mdogo wangu na kuona kabisa tunaendelea kuishi. Sawa mdogo wangu. Hilo sinisahau, unajua nyumbani hapa tunaisha vitu. Najua ila nadhani nikienda kule kesho kutwa fanya kazi hapo nitakutumia fedha kidogo kusaidia. Sawa. Basi sawa, ngoja mimi niende. Haya, kazi njema. Haya. Wewe ngoja, wewe utaona. Lazima tupige. Yaani ni nini? Yaani umeona msimu kama huu? Watu wanakimbiaga kazi wenyewe. Muone? Yaani nikupiga samaki kwenda mbele. Eneo lile kule wote wanafanya hii kazi. Tunawachia tu wamwagiliaje. Na hao weupe hao ni malaika. Hao ni ndege. Kule Hayo ni ndege sasa. Wale ndege wale watu wa samaki wanaingia ndani wanatoa vidagaa vi samaki wale ndege. Okay.
kwa wale ndege. Kuna wale kule wengine bata maji wale kule mwisho. Ndio. Watakuwa tunaingia mpaka kule. Sio hapa mpaka kule tulipotoka kuwachukulia kule. Kule kote kwetu. Unajua vitu kama hivi mimi naonaga kwenye kitabu kipindi nasoma darasa la pili. Umeona? Sasa umeona kama huu? Umeona kitumbo tumba hiki? Hii tumbo atalisahau litakuja huku juu. Mimi nakwambia, wewe akishakula mtemsho hapa hivi ndani. Huyo mwanangu ndani Vitu vya samaki. Hasa mkadili yule. Kiboko hamna humu ndani ndugu. Humu kiboko wapo lakini mazingira na mamamba anko mamamba vipi? Hamna. Hamna. Humu sisi wenyewe humu wazawa. Sisi hawatusumbui. Safi. Kwa mimi ndo mwenyeji wenu. Kwa hiyo nyinyi ndoeni shaka. Kwa mazingira ndo haya. Unanipa moto anko, ndio nizame sasa hivi. Kuanzia kesho tutaanza kula hela zetu hapa. Ila leo hapa hivi. Ngoja tuangalie mazingira, niwaelekeze baadhi ya vitu kufanya. Ila vitu vingi sana kwa sababu vitu ambavyo tumevitega leo hata kesho tunaweza tukavichukua. Kwa hiyo kesho asubuhi uhakika. Joni, usijisahau tuna deni letu. Tukipata hela unatulipa. Kwa umekuja na madeni tena huko? Hao bwana tunajuana.